And moving on, Deputy President Kithure Kindiki is on a week-long economic empowerment tour across the Ukambani region. At Wote Grounds in Makueni, he received a warm welcome from area MPs backing the Kenya Kwanza administration. At the same time, local leaders praised the benefits of the 100 million per week initiative, as opposition figures dismissed the program, calling it misplaced priority and a possible corruption loophole. Deputy President Kithure Kindiki's economic empowerment drive has gained momentum as it reaches the Ukambani region. At Wote Grounds, speakers expressed their support for the Kenya Kwanza government. The Deputy President used the opportunity to urge Wiper Party leader Kalonzo Musyoka to embrace the government's initiatives and distance himself from the opposition whom he criticized. Na mimi nataka wasipotoshe huyu mheshimiwa Kalonzo. Niliona wengine wanaanza kumchochea, sijui wanamuita cousin. Hawajui, unajua sisi Kalonzo kwangu sio hata cousin, ni my brother. Hiyo ni ndugu yangu na mheshimu. Na mheshimu. Alikuwa former vice president wakati wa mzee Kibaki. Mimi na mheshimu. I have no problem. Hao watu wanakuja kumdanganya hapa ni wale walikuwa wanamtukana jana na wanatukana Wakamba. Wakisema kura yao haitoshi. Wakisema sijui mko na kura sijui kidogo. Sijui hamna shares. Sijui mtapata barabara, mtapata stima kwa sababu hamkupiga kura. That is unconstitutional. Ule anachaguliwa ana serve everybody because everybody is a taxpayer. Kibwezi Member of Parliament Mwengi Muchuse, who spoke during the empowerment program, highlighted the stark contrast between the current administration and previous regimes. Muchuse noted that past governments neglected critical infrastructure projects like the Okia-Emali Road. He lauded President William Ruto's administration for allocating 4 billion shillings in the next financial year towards completing the Thwake Dam, a key development projects. Nyinyi mmesikia kazi ikielezwa ama mtasikia kazi ikielezwa? Mmesikia barabara yetu ya kutoka Emali kutoka Okia. Tumekuwa na serikali tangu mwaka wa 1963. Hii ya William Ruto miaka mbili amechaguliwa 2022, akaingia ofisi September 2022, 2023, 2024, 2025. Miaka mbili katika ofisi ametupatia barabara ya kutoka Emali kwenda Ukea. Nataka niwaulize watu wa Makueni. Huyo ni rafiki au sio rafiki? Huyo ni rafiki au sio rafiki? Mwala Member of Parliament Vincent Musyoka, popularly known as Kawaya, went bare knuckle on the former Deputy President, calling on Makueni residents to reject the divisive narratives pushed by Gachagua. Kawaya accused the former Deputy President of failing to advocate for the interests of Ukambani region while in office. Musikubali kugawanyishwa kwa misingi ya ukabila. Musikubali jamaa ambaye juzi amekuwa kwa kiti ya Deputy President aje atufanyia chochote. Alitembea huko akitusi Wakamba, akasema Wakamba hawana shares, akasema Wakamba hawafai, kura yetu ni kidogo, akauliza 1.5 votes itapeleka Wakamba wapi? Na wakati juzi amefukuzwa, sasa naona anasema hata sisi ni cousins. Wewe hukujua tulikuwa cousins wakati wewe ulikuwa kwa kiti. Sasa wewe ndio unajua. Other leaders who addressed the crowd have commended Kindiki for his exemplary leadership during his tenure as Interior Cabinet Secretary and encouraged him to continue supporting President William Ruto as he fulfills his promises to Kenyans. Na unajua ule wakati ulikuwa unashikilia ukiwa waziri wa mambo ya ndani, ulifanya kazi maridhawa sana. Kazi mahususi sana mheshimiwa. Na hapo nakupa dole. Na ninaamini kama umepandishwa cheo na rais, mbali na hiyo kazi ulikuwa unaifanyia nchi, wakati huu chambo cha mbereko chamba na kikiambika ujue kipo. Na kuambia hivyo mheshimiwa makamu wa rais. Na njoo hii kazi utaichapa. Despite a fuss from the opposition side, Deputy President Kithure Kindiki continues with his economic empowerment program across the country, committed to delivering what Kenya Kwanza administration calls tangible benefits to Kenya.